Haleluya, haleluya, haleluya. Ni wakati mwingine ambapo niko na furaha na kutukuza Mungu, maana yeye ndiye amekuwa msaada wetu siku hizi zote tumekuwa hapa duniani, na yeye ndiye amekuwa akitusaidia, sababu hatuna mwingine wa kutusaidia. Tunaweza gojea wanadamu, lakini wanadamu unajua ni wale wale. Watasema hiki ya kwamba watatusaidia, lakini baada ya muda wanabadilika. Naye maandiko inatuambia kwamba Mungu naye atakuwa nasi hadi mwisho wa dahari. Hakuna siku atakayetuacha, sababu yeye ndiye anakuwaga na upendo wa ukweli. Wanadamu upendo wao inasema, hata maandiko inasema siku za mwisho upendo wa wengi utapoa. Sasa ukitegemea Onyango, utegemee Kamau, ama utegemee huyo kuhani wako, inaweza fika mahali achoke na wewe, ama akose kukusaidia kile ulikuwa unatarajia. Lakini kuna Mungu mbinguni ambaye huwa anasaidia watoto wake, ambaye anawaelekeza katika ile njia inafaa. Wanapokea kibali, wanapokea neema, ndio wakaweze kuingia katika hazina yake na kupokea zile ahadi nilikuambia juzi, ambazo tunaelezewa hapo katika Kumbukumbu la Torati 28, ya kwamba ahadi ni mingi sana, zaidi ya 8,000. Wale wanaozielewa na kuzifahamu, sababu utazijua kutoka wapi? Kutoka kwa neno. Utazielewa kutoka kwa neno. Na ndiposa namtukuza Bwana sababu ya siku ya leo ametia jambo ndani langu, ili nikaweze kukufikia, likawe msaada kwako pamoja na jamii yako. Tuinirue sisi wote, tusiishi maisha ya Lazaro, sababu Lazaro aliishi maisha hapa duniani ya mateso, hata kama alienda juu mbinguni. Kumbuka nikakwambia juzi ya kwamba kuna kitu kilinifurahisha wakati Petero aliuliza Yesu, je, sababu tumeacha yote, tumeacha familia zetu, tumeacha mabiashara, tukakufuata, tutapata nini? Hilo swali huwa naona linakuwa mzuri sana. Akamwambia mara 100 tutalipwa hapa, na juu mbinguni tutalipwa uzima wa milele. Sasa kabla sijaendelea ndio tusiongee sana, wacha kwanza tuombe ndio tukaweze kupata mwongozo kutoka kwa Baba. Baba, katika jina la Yesu Kristo na kutukuza na kuabudu, maana wewe ni baba yetu. Ukainuliwe milele daima katika kizazi hiki na kizazi kijacho, sababu wewe ndiye ulituumba na ukatuumba kwa mfano wako, na ukatupatia akili zile ambazo tutakuwa tunafikiria, ili Baba tukaweze kutenda vile unavyotaka katika jina la Yesu Kristo. Kupitia hizo akili Baba ulitupatia wakati huu mfalme, na kusi sababu ya neno la siku ya leo Bwana Baba, na kusi ukatusaidie mioyo yetu ikawe nyama, ikapokee neno, ikapokea mapenzi yako, neno lako likatubadilishe, ili Baba tukakae kadri ya mapenzi yako, na katika jina la mwanao Yesu Kristo, zile ahadi ambazo unatuahidi zikaweze kuingia katika maishani mwetu, katika jina la Yesu Kristo. Naombea huyu mzee, naombea huyu mama, naombea huyu kijana ambaye anayenitazama Baba, ukalete ukuu wako ndani ya maisha yake kupitia neno lako, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Basi wewe unayenitazama sema amen. Unaweza ukaniandikia pale ndio nijue tunaendamana pamoja, ili ukanitie nguvu katika kile nitakachokuwa na kuambia siku ya leo. Neno la Bwana siku ya leo linaongea kuhusu nguvu katika neno la Bwana, ama the power in the word of God. Hapo ndipo nataka tuongee sana, sababu huduma yangu naona inachezea pale katika nguvu za Bwana. Hapo ndipo mwito sana inachezea sana, ambapo neno la Bwana linakuwa na nguvu. Neno la Bwana huwa linabadilisha mambo. Mtu ambaye haelewi anaenda wapi, akisoma kitu huwa anaelewa. Yule ambaye anaweza kuwa labda hafahamu sheria, akisoma sheria huwa anaielewa inasema nini, na hata subuliwa na yeyote, hata kuwa na wasiwasi na yale maisha anaishi. Kwa nini? Sababu anaelewa neno la Bwana, analifahamu neno la Bwana. Yule ambaye hafahamu ama hajui kusoma, kwa mfano ni tuseme mtu ako kwa barabara, ako kwa njia, lakini hajui hiyo njia inaenda wapi, lakini kuna vibao ziko kule na zimeandikwa hii njia inaelekeza mahali fulani, hii njia nyingine inaelekeza mahali pengine. Asipojua kusoma, basi atakuwa amepotea. Lakini kama atasoma kile kibao, kitamwelekeza, kimwambie hii njia inaelekea ng'ambo fulani na ile njia nyingine inaelekea ng'ambo fulani, ambapo unapofahamu yale hautakuwa umepotea. Sababu maandiko inasema wengi hupotea kwa kutokuwa na maarifa.
Wanakosa maarifa kwa nini? Sababu hawasomi neno la Mungu. Hawalifahamu neno la Mungu. Lakini wakati wanasoma neno, ama wakati tunasoma neno, tunakuwa na ufahamu. Tunaelewa Mungu wetu anataka yapi na maisha yetu. Alafu tena tunaelewa hapa duniani tutaishi namna gani. Alafu baadaye tukienda mbinguni tutaishi namna gani? Sababu hii maisha kuna wakati inafikaga mwisho. Alafu tunaingia katika maisha ingine ambao tumeandaliwa na Yesu Kristo. Kumbuka Yesu Kristo akasema, nimeenda juu mbinguni kuandalia makao, na ikimalizika nitawakujia. Mahali leo nilisoma nikafurahi sana, sababu katika kitabu cha Mathayo 24 mahali hapo chini inasema, nafikiri ni hapo mstari wa 10 na hapo chini inaongea, inasema ya kwamba hatakawia sana. Hiyo siku yake ya kurudi haitakawia sana, sababu ya wateule wake haitakawia sana. Na ndiposa siku hizi maandiko ni vizuri sana kusoma na kuelewa nyakati. Unaposoma katika hiyo Mathayo 24 ukiteremuka hapo kuanzia 1 ukiteremuka, ama usome hiyo aya yote, inaongea kuhusu siku za mwisho, ambapo ishara za siku za mwisho tutazielewa namna gani, tutajua ni yapi ambao inaonyeshana ya kwamba tuko katika siku za mwisho. Na unaposoma saa hii tuko pale ambapo inaongea na habari itahubiriwa kote duniani. Saa hii hapo ndipo tuko ambapo injili inahubiriwa kote duniani, ienee katika maeneo yote, ndio kila mtu akaweze kufahamu lile neno la Bwana. Wakupotea atapotea na wakutopotea hatapotea. Kwa nini? Sababu atakuwa amesikia neno, atakuwa amekata kauli, na atakuwa najua sasa ile kauli nimekata inanielekeza na huku. Saa hii tuko katika wakati wa kusikia injili. Injili ienende kote duniani, na ndiposa wengi wametiwa moto wa kupeleka injili. Wametiwa nguvu na Mungu, wametiwa nguvu na Roho wa Bwana ili wapeleke injili kote duniani. Baada ya hiyo kuna jambo lingine utasikia na hapo chini ukiteremuka. Tukitoka kwa injili itaenea katika jambo lingine, ndio sasa siku ya mwisho ikaweze kufika. Na ndiposa maandiko inasema tukaweze kuelewa tuko wakati gani, na tutafahamu kupitia neno la Mungu. Hebu tukaingie katika kitabu cha Yohana wa kwanza. Yohana wa kwanza ni sura ya 2, hapo mstari wa 14 ndio tukaweze kusikia neno linasema yapi. Neno la Bwana linakuwaga taa. Neno la Bwana huwa linatengeneza mwanadamu. Neno la Mungu linapeaga hata mwanadamu afya. Mtu wa ndani anakuwa na afya, sababu mtu wa ndani asipokula anakuwaga mdhaifu, anakuwaga hana nguvu. Lakini mtu wa ndani anakulaga chakula cha neno la Mungu. Naye mtu wa nje, vile unaniona nikiwa nimeketi hapa, unaona nikiwa na afya, unaona nikiwa nimependeza, nimerembeka, ni sababu huwa nakula chakula. Nakula chakula. Hii mwili si ya Mungu, hii mwili ni yako. Wewe ndiye utakayeituza. Usipoenda bafu uoge, Mungu atakuja akuoshe na akupake mafuta. Wewe ndiye utaenda bafu uchukue maji uende uoge. Baada ya kuoga ujipake mafuta, utengeneze nywele yako venye unaona nimetengeneza. Alafu tukikuangalia tunasema you look smart. Naye mtu wa ndani ndio akuwe smart, ndio akuwe anapendeza, ndio akuwe ameunganika na Mungu, akuwe na nguvu. Yeye naye ukula neno, haoshagwi na maji ya sabuni. Yeye huwa anaoshwa na neno. Huwa anakula neno ndio akuwe na nguvu. Anapokula neno, anakuwa na afya, anakuwa na nguvu, anakuwa na ujasiri, na hapo ndipo naye anaanza kukabiliana na mambo ya kiroho. Nikakwambia na tutasikia, wacha kwanza tusome neno ndio tukaweze kupata kielekezo vile Mungu anavyotaka nasi. Nikakwambia ni kitabu ni cha Yohana wa kwanza sura ya 2 hapo mstari wa 14. Inasema hivi, na nimewaandikia ninyi akina baba, na sababu mmejua yeye aliye tangu mwanzo, nimewaandikia ninyi vijana, kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule mwovu. Haleluya! Ya kwamba neno linasema ya kwamba mmeandikiwa nyinyi wazee ama baba. Wababa mmeandikiwa hili neno. Akina mama mmeandikiwa hili neno. Vijana mmeandikiwa hili neno. Limeandikwa sababu yenu. Ndio sababu mlilisikia lile neno, nao lile neno likaandikika katika mioyo yenu.
inasema ya kwamba lilipoandikika katika mioyo yenu mukaweza kushinda ibilisi na makazi yake. Na ukumbuke ya kwamba ibilisi huwa halali, maadui wetu huwa hawalali, sababu maandiko inasema kwamba hatupiganagi kwa damu na nyama. Sio vile umekula ugali ukashiba, sio vile uko na maso zako ama uko na nguvu mingi ati ndio utaweza kumshinda yule muovu. Hapana, utamshinda sababu ndani yako uko na nguvu, uko na neno la Bwana ndani yako, vile maandiko inavyosema katika kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa 4 inasema, na akasema imeandikwa. Akasema imeandikwa, it is written, imeandikwa ya kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate, hapana, bali ataishi kwa neno ambalo linatoka katika kinywa cha Bwana, the word that proceeds from the mouth of God. Hicho ndicho atakaoishi nacho. Utaishi sababu neno la Bwana liko ndani yako. Umekula vizuri, mtu wa nje, umemulisha chakula, ukakula balanced diet, ya kwamba utakuwa na afya. Vile nimekuambia, ukinitazama unaona nikiwa na afya, nimekuwa mtu handsome. Kwa nini? Sababu kuna neno, kuna chakula huwa nakula matunda, nakula chakula ambacho kinafaa ndio nikuwe na afya na nikuwe na nguvu ya kufanya kazi. Alafu naye mtu wa ndani naye anaambiwa atakuwa na nguvu ndio kaweze kupigana na mapepo, akaweze kupigana na maandui na maroho za giza ambazo zinapigana nasi wakati pia tumelala, sababu maandiko inasema walipolala adui akapanda mbegu mbaya. Ati walipolala sio wakati walilala ati mashughuli zao, hapana. Wakati walikuwa melala usiku wa manane, adui akapanda mbegu mbaya, akapanda maovu ndani yao, akapanda magonjwa, akapanda ufukara, akapanda mambo ambayo hayafai. Kwa nini? Sababu walilala. Na walipokuwa melala, sababu mtu wa ndani hana nguvu, kukawa kuna mlango umefunguka pale, adui anapanda yale mambo mabaya ndani yako wakati umelala. Na ndiposa unasikia kama mtu akisema, oh niliota nikikimbizwa, oh niliota nikikulishwa machakura, oh niliota nikikimbizwa na simba, sijui na umbwa, oh niliota sijui nikiwa katika Indian Ocean, nikiwa nikikimbizwa sijui na nini, ameota sijui anakula nyoka, sijui amefungwa na kifungo fulani, anaota madoto ya maajabu. Kwa nini anaota haya yote? Sababu mtu wa ndani hana nguvu. I'm speaking about the word of God that has power. Neno la Mungu ambalo liko na nguvu. Neno la Mungu ambalo linasababisha mtu wa ndani akuwe na nguvu. Atapigana na hizo mapepo, atapigana na hizo maroho za giza na kuyashinda, sababu ako na neno ndani yake, ako na nguvu ndani yake. Yesu Kristo alipokuwa nyikani akasema imeandikwa, akamshinda adui na neno. Sio sababu neno unaliweka hapo kwa kitanda, hapana. Sio sababu umeweka Biblia hapo kwa ofisi, hapana. Sio sababu ati unatembeaga na Biblia kwa gari yako, hapana. Sio ati sababu Biblia iko kwa nyumba yako, hapana. Hapana. Ni sababu hilo neno umelisoma, limeingia ndani yako. Neno liko ndani yako, unazielewa. Wacha nikuulize swali rahisi. Wewe sasa unajua verse ngapi ambazo unaweza piga adui nazo? Sababu wakati tunaombaga na hizo verses ndio ukamwambia imeandikwa. Sasa itaandikwa namna gani kama halijaandikwa moyoni mwako? Utajuaje kupigana na adui? Ni kama askari anayeenda vita na hana bunduki, ama ako na bunduki ende haina marisasi. Hata utashangaa sana, hata ameshindwa na mtu mwenye ako na rungu anaenda vita, kuliko askari ambaye hana rungu, hana bunduki, ama bunduki haina marisasi. Sasa tunasikia kwamba sababu mulisikia neno, nyinyi akina baba, nyinyi akina mama, nyinyi vijana, hilo neno liko ndani yenu na diposa huwa mnamshinda. Nikakwambia sababu walilala adui akapanda mbegu mbaya, wao wakawa hawana nguvu. Adui anacheza na wao. Kumbuka, mimi huwa nashangaa mtu akisema hakuna waganga, akisema hakuna mapepo, akisema hakuna maroho mabaya. Wewe mbaya unasema hakuna. Wacha nikwambie, kwa nini unaota usiku? Unaoteshwa na nani? Wale watu ambaye ni wachawi wanatembea usiku.
wanazunguka usiku. Maroho mabaya yanazunguka usiku wakati umelala. Yanaweza wakiangalia wanaona huyu ni vulnerable, ama huyu tunaweza tukamuaccess. Kwa nini? Sababu hana nguvu. Mtu wa ndani hajakula neno. Mtu wa ndani, hata kama unasema umeokoka, mwokovu fugufugu, mwokovu anadanganya, mwokovu anatenda mambo ambayo hayapendezi Mungu. Huyo mtu amefungua mlango. Umefungua mlango, adui anakuaccess. Wakati umelala, anapanda mapando ndani yako. Baada ya muda unaanza kuona ulikuwa na kazi, hiyo kazi inaisha. Unashindwa umefutwa namna gani? Haujakosea mwajiri wako. Hakuna kitu umechukua ya mtu. Lakini umeamuka asubuhi moja ukaenda kazini, ukaambiwa na kuanzia leo kazi yako, ama kuanzia kesho usiingie kazi, tutakuita. Ukitarajia utaitwa, zinapita siku 2, wiki, mwezi, miezi, kama hujaitwa na kazi yako inaisha hivyo. Ukijaribu kutafuta namna hii haupati. Ukijaribu kuangalia kule utaenda hauoni. Ukijaribu kuanzisha jambo fulani halikamiliki. Kwa nini halikamiliki? Sababu ndani yako kuna upungufu wa nguvu fulani. Na hiyo nguvu utaipata kupitia neno. Utaipata kupitia Mungu ambaye atakufundisha kupitia neno lake, ambapo neno la Bwana linasema ni upanga ukatao kuwili. Unakujenga na unabomoa yale mambo hayafai ndani yako. Yale mambo yamepandwa na adui ndani yako, ambao wakati ulilala yakapandwa ndani yako, sababu ya kukosa nguvu ya neno ya Mungu ndani yako. Sasa yakapandwa, sasa uko vile unaishi. Unasema mimi tu naishi niishi. Ndoa yako haisimami, biashara yako hainawiri. Kama ni mwajiri wako mnakosananga bure. Unashindwa. Hata marafiki wa karibu, hata majirani wengine hawanaga upendo na majirani zao. Wanaishi tu wanaishi. Wanasema wanapenda Mungu. Na nikakwambia ya kwamba kuna mahali maandiko inasema ambaye anayechukia ndugu yake ni muuaji. Anafananishwa yeye ni muuaji. Na maandiko inasema huko mbinguni hakuna wauaji. Wauaji kuna kwenye wataenda wakiwa na washerati, wasinzi, kuna kule wataenda. Sasa unakuta sababu ya yale mambo yako ndani yao, sababu ya kutokuwa na ufahamu wa neno la Mungu, wanapita njia ambazo zinawasababisha adui akawawinde vizuri. Swara wakati wako na maswara zengine kwa kichaka, wakati simba inawawinda, huwa inatafuta swara moja na inalenga hiyo swara, inakibizana na hiyo swara mpaka hiyo swara inakuwa imetengamana na maswara wale wengine. Sasa inakuwa peke yake, inakuwa vulnerable kwa huyo simba. Simba atakimbizana na huyo swara mpaka akamata huyo swara na amkule, na inaisha hivyo. Sasa nikuulize, kwa nini maisha yako yanakuliwa na adui? Kwa nini maisha yako yanakuwa na maumivu? Kwa nini hakuna mazao katika maishani mwako? Sababu maandiko inasema na mtazaa matunda ya kudumu, matunda ambayo yako na faida kwenu na kwa wengine. Kwa nini hamzai matunda? Sababu nyinyi ndani yenu hakuna nguvu. Neno la Bwana halijaubika ndani yenu. Hamujafahamu ukuu wa Bwana katika maishani mwenu. Hamujafahamu maandiko vile inasema. Na ndio ukaweze kumshinda, lazima neno liwe ndani yako. Lazima ushinde muovu, sababu uko na nguvu ndani yako. Usipokuwa na nguvu, kwa mfano, huyu mwanadamu ako na kilo, tuseme ako na kilo 50, lakini anataka kuchukua ngunia ya mahindi ama uzito wa kilo 100. Ataweza? Na hana nguvu. Yeye ni wa kilo 50, lakini anataka kuchukua ngunia ya kilo 100. Hataweza. Lakini mtu ambaye anachezea, hata wale wanaenda kupigana karate, ama wale wanaenda kupigana vita katika kiwanja ile mchezo wa kupigana, wanaletago watu wako na kipimo moja. Kama ni uzito inakuwa inaandamana. Kama ni nguvu, ile nguvu wako nao inaandamana, ndio akaweze kupigana. Sasa wewe ndio ukaweze kupiga adui, uweze kushambulia huyo adui, lazima ukuwe na nguvu, sababu maandiko inasema aliye ndani ako na nguvu kuliko yule aliye nje. Na yule aliye ndani ni mwenye utakuwa umeweka ndani yako. Kama mwenye ako ndani hana nguvu, yule aliye nje atakushinda. Utajaribu hii, ujaribu kile, lakini hautaweza. Kwa nini? Sababu hauna nguvu. Na ndiposa tunaandikiwa siku ya leo, neno linatuambia tutamshinda yule ambaye ni adui yetu kwa kupitia neno la Mungu.
Neno la Mungu limeumbika ndani yetu. Neno la Mungu limekuwa ndilo ngao kwetu. Tumemkibiria Bwana sababu tunafahamu kwa Mungu kuna mazuri, kwa Mungu kuna msaada, kwa Mungu ndiko tutakaposhinda. Hizi vita hauwezi ukazishindana kwa nguvu zako, sio kwa mali zako, sio kwa ile nguvu uko nao ya utajiri. Hapana. Mapepo huwezi, hakuna mtu anafunguaga macho anasema pepo ndilo ile. Unless umefunguliwa jicho la kiroho. Jicho la kiroho likifunguka, utaona hili ni pepo. Utakuwa unajaribu hata kuingia gari za waganga, sababu kuna magari ambazo kwanza huwa zinagangwa ndio ziende kazi, ama biashara zingine zinafanywa uganga ndio ziweze ati kuuza. Ukienda pale sababu uko na roho wa kudisan na jicho lako la kiroho linaona, utatabua hapa ni pepo linafanya kazi. Hapa ni hirizi zinafanya kazi. Hapa ni wachawi na waganga wanafanya kazi. Wewe hautaingia pale. Roho wako watakuelekeza mahali kwingine. Kwa nini? Sababu ndani yako kuna yule ambaye anajenga mtu wa ndani. Mtu wa ndani anasimama, anashinda mapepo na ibilisi washindwe pamoja na wafuasi wake katika jina la Yesu Kristo. Neno linasema ya kwamba tutakapojua ukweli, nayo kweli itatuweka huru. Hii ukweli iko katika neno la Mungu. Hii kweli haiko katika biashara. Hii kweli haiko katika mali. Hapana. Kweli iko katika neno. Ikasema ya kwamba Budha yeye mwenyewe alikuwa anatafuta kweli, lakini hakupata. Mohamed alikuwa anatafuta kweli, hakupata. Kweli ilikuwa na Yesu, na hata akina Herode hawakuwa wanajua ya kwamba wamesimama na kweli. Kweli iko ndani yao. Hawakuwa wanajua. Sababu kweli iko ndani ya Yesu Kristo. Yesu ndiye ukweli, yeye ndiye njia ya uzima wa milele. Wale wanaomkibiria Yesu Kristo, sababu tutajua kweli katika neno ya kwamba wale wanaokibiria Yesu Kristo wanaomfanya ngao yao, wanamfanya msaada wao, hao ndio huwa wanashinda, na hao ndio wanaambiwa Yesu Kristo atawakabidhi kwa Baba yake wakati atakaporudi. Yesu Kristo anasema ya kwamba wale ambao wananifahamu, wanasikiaga sauti yangu. Sasa nikuulize, wewe huwa unafahamu sauti ya Mungu? Wewe unayetutazama, huwa unafahamu sauti ya Mungu wakati inaponena? Huwa unafahamu wakati Mungu ananena na moyo wako? Huwa unafahamu? Utafahamu aje kama hutasoma kupitia neno? Roho wa Bwana hata kusaidia. Anapokaa ndani yako, anakusaidia. Anakusababisha mambo ya ndani yale yamekufa yakuwe hai. Sababu Yesu Kristo akiingia ndani yako, analetaga uhai. Anaondoa zile vitu zote ambazo zimekufa, analeta uhai. Kumbuka wakati kuna kiangazi, kuna kuwaga hakuna nyasi. Na mimi nafurahi kuna wakati kulikuwa na kiangazi sana. Hadi sasa tulikuwa tunaomba, Mungu kumbuka wanyama wa pori. Hawana chakula, hawana maji, wanateseka huko, hawana hata mtu wa kuwashughulikia. Na baada ya muda, mvua ilinyesha. Ile kiangazi ilikuwa, nyasi ikaanza kumea, mito ikarudisha maji, wanyama wakapata chakula. Sasa neno la Mungu nalo linapoingia ndani ya mtu, linaletaga uhai. Yale mambo yalikufa, yale mambo hayakuwa yanaonekana kama yako, yanakuwa sasa yanaonekana. Wewe ambaye unayenitazama, yale mambo yamekufa ndani yako yatafufuka, sababu Yesu Kristo ako ndani yako, na unaelewa neno la Bwana linasema yapi kuhusu maisha yako. Maisha yako yakabadilike, yalete uhai katika ndoa, yalete uhai katika biashara, yalete hai katika masomo kwa watoto wako, yalete hai katika biashara zile mnazofanya wewe mwenye uko na Bwana ama umeolewa. Yanaleta, neno la Bwana linaletaga uhai. Sababu neno la Bwana ni nyundo ambayo inabomoa misingi ya adui. Wale ambao wamerogwa, sababu biashara zenu, kuna wengine biashara zao zimeendewa na wengine, ndio msiuze, wao wauze sana. Baba, wakati naye neno linaingia ndani yako, unaenda unatabiria hiyo biashara yako, unaitabiria kupitia neno, na biashara inaanza kunawiri, sababu unaelewa neno. Utamshambulia adui kupitia neno. Kumbuka ya kwamba shetani yeye ni kiumbe kiliumbwa na Mungu. Vile mimi na wewe tuliumbwa na Mungu, shetani ni kiumbe kiliumbwa. Ila tu yeye ni baba wa uongo. Yeye ni baba ya maovu. Wale wanaomfuata, wale wanaofuata njia za maovu, wao wanafanyika, wanaitwa ni wana wa yule muovu, sababu yeye ndiye anafanyaga maovu.
Sasa unapofahamu neno la Mungu, unaondoka katika maovu, unaingia katika mambo ambayo ni ya haki, mambo ambayo ni ya utukufu wa Bwana, yanazalisha makuu katika maishani mwako. Unapoelewa neno la Mungu linasema nini, wacha usikie ndio ujue. Kujijenga mtu wa ndani, utajijenga namna gani? Mtu wa ndani atajengeka namna gani ili akaweze kusimama, akaweze kunawiri? Katika kitabu cha Waefeso ni sura ya 6, hapo mstari wa 10 na kuteremuka, inasemaje? Wewe unayetutazama, inasema hivi: hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Muweze kuwa hodari katika uwezo na nguvu zake. Ya kwamba kuna uwezo katika Bwana, kuna nguvu katika Bwana. Nguvu haziko kwa bwana yako, hapana. Nguvu haziko kwa kuhani wako, hapana. Kila mtu anaweza kuwa na nguvu sababu amemfanya Mungu kuwa nguvu yake. Inasema ya kwamba hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Utakuwa hodari, utamshinda ibilisi, utashinda mapepo, utashinda waganga, waabudu sanamu, utawashinda sababu utakuwa hodari katika nguvu za Mungu. Utakuwa na ujasiri sababu nguvu za Mungu zinakaa ndani yako. Ukikemea pepo fulani, iwe ni pepo ya ugonjwa, sababu kila kitu hapa duniani kinakuwaga na roho. Mimi ndani yangu kuna roho wa Mungu. Wewe mwenye umeokoka, ndani yako kuna roho wa Mungu. Wewe mwenye hujaokoka uko na roho ya mapepo. Lakini wewe umeokoka, uko na roho wa Mungu. Naye huo roho ndiye atakayekusaidia. Atasababisha makuu yakazalike ndani yako. Utakuwa na nguvu ya kushinda mapepo. Sababu haya mapepo ndio yamefungia watu wengi. Wengi wamefungwa huko nje. Na diposa huwa tunaomba, tunaambia Mungu, fungua wale ambao wamefungwa na maroho machafu. Labda hawajui maandiko vile inasema. Baba anatutuma huko. Ananituma vile amenituma sahi kwako. Nikuletea habari njema ya kwamba utamshinda adui kupitia mambo haya tutakayoongea katika kitabu cha Waefeso 6 hapo 10 kuteremka. Inasema ya kwamba hatimaye mzidi kuwa nguvu, mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Inaendelea kusema, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Tukavae silaha. Wewe unayenitazama, ukavae silaha za Mkristo ndio uweze kupinga adui. Nikakwambia hakuna askari anayeweza enda vita, hawezi akashinda vita kama hana silaha ambazo zinafaa. Hajavaa vizuri, sababu kuna adui atamlenga na mawe, kuna adui atamlenga na risasi. Lakini kama amevaa zile vitu, manguo za vita, hata kama amemlenga na risasi, itazuilia hiyo risasi isiingie ndani. Haleluya! Ya kwamba inasema ya kwamba tukavae silaha za Mkristo ndio tukaweze kupinga hila za shetani. Shetani huwa anatumia hila, huwa anatumia mbinu kali. Wewe unasema, shetani nitamshinda. Utamshinda namna gani kama hutakuwa na silaha za Mkristo? Kama hutavaa silaha za Mkristo, utamshinda namna gani? Unaweza sema ya kwamba wewe utakuwa na nguvu, hii mtu ya kawaida, utakuwa na afya na haukuli chakula ambacho kinafaa. Inasema hivi ya kwamba kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, hapana, bali ni juu ya falme na malaika, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya mapepo mabaya katika ulimwengu wa roho. Wewe mwenye hujui, katika roho kuna majeshi wa mapepo, majeshi ya kutoka kuzimu ambao yanapiganaga nasi, yakitafuta kutuinda ndio itumalize. Lakini nakuombea usiku ya leo ya kwamba Bwana akakusaidia kumwelewa, ukaelewa imeandikwa na aje kuhusu maisha yako, imeandikwa aje kuhusu afya yako, imeandikwa aje kuhusu vile utakavyoishi hapa duniani na vile utakavyoenda mbinguni. Imeandikwa aje ukaelewa na kufahamu neno la Mungu ndio ukaweze kushindana na haya mapepo, sababu maandiko inasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Nikakwambia sio damu na nyama itakao shinda hayo mapepo, sio damu na nyama itakao shinda hizo maroho, hapana. Ni kwa sababu
utamshinda kupitia kuvaa silaha za Mkristo. Unajua imeandikwa yapi kuhusu maisha yako, hivyo ndivyo utakavyomshinda. Utamshinda kwa mambo ambayo yanafaa. Utamshinda sababu aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliye nje. Aliye nje ni ibilisi, aliye nje ni waganga na wachawi, na hao ni kama kunguni. Shetani ni kitu kidogo sana kwa Mungu. Nikakwambia wewe uliumbwa na shetani pia aliumbwa. Kwa hivyo sisi wote ni viumbe, tuliumbwa na Mungu. Shetani ni kiumbe kama wewe, na unaweza ukamshinda kama uko na nguvu ya Mungu. Usiambiwe sijui nani atafanya hii ndio akaweze kukupiga. Atakupiga sababu haujui neno la Mungu. Neno la Mungu haliko ndani yako, ndiposa utapigwa. Unapigwa tu na kagonjwa kahoma. Ukienda hospitali unaambiwa tunapima hii, hatuoni ugonjwa, tunapima hii. Sasa mpaka daktari anafunuliwa, anakuambia sasa unless uende kanisani ukaombee huko, ama utafute kuhani akuombee. Kwa nini wewe unashindwa hata kitu kidogo kufukuza pepo? Yesu Kristo wakamwendea, wanafunzi wakamwendea, wakamuuliza, tumejaribu kufukuza hao mapepo, tumeshindwa. Yesu Kristo akawaambia mambo ingine haiwezekani bila kufunga na kuomba. Mapepo ingine hawezi ukayafukuza, hawezi ukayamaliza bila kufunga na kuomba. Hawezi ukashinda adui kama mambo ingine hautafanya. Kama unataka kuwa Mkristo wa kawaida, sawa, wewe kuwa wa kawaida, tutaenda mbinguni. Hata Lazaro alikaa wa kawaida hapa duniani na alienda mbinguni. Lakini kuna mambo alikosa sababu yeye alipenda tu, alikosa kuchukua majukumu yake. Sasa unanenewa ndio uweze kuchukua majukumu yako. Ukaelewe ya kwamba wewe ni mtoto wa mfalme ambaye baba yako ni tajiri. Baba yetu wa mbinguni ni mtajiri. Yeye sio maskini, yeye ni tajiri. Mali yote yako hapa duniani ni ya baba yetu, na anasema yeye ndiye atakapeana nguvu ya kufanyika mtajiri. Sijakuja kuongea mambo ya kuwa tajiri, hapana. Mimi naongea mambo ya ufalme. Ya kwamba unapoelewa neno la Mungu vile linavyosema, utamshinda adui, utamshinda na makazi yake. Utaweza kunawiri katika haya maisha na kutabiria katika jina la Yesu Kristo. Ukaweze kunawiri haya maisha baada ya kuelewa neno la Mungu. Ukalifahamu linasema na nini? Linasema utamshinda kupitia silaha za Mungu, silaha za Mkristo, ambazo Mungu ndiye huwa anasababisha yale mambo yakaingia ndani yako. Kama Mungu hajapenda, hata ujaribu kwenda wapi, haiwezekani. Maandiko inasema ya kwamba wengi wamechaguliwa lakini wachache wameitwa. Sasa mimi sijui kama tunaweza kuwa yenyewe tumechaguliwa, lakini kwa kuitwa mtu ndiye huwa anajua kama ameitwa. Mimi sijui kama umeitwa, sijui. Lakini kwa kuchaguliwa inaweza kuwa umechaguliwa, lakini kwa kuitwa mimi sijui. Wewe ndiye unajua, sababu kuna vile Roho wa Mungu huwa anasaidia mtu. Hata ukijaribu kufanya jambo fulani unashindwa. Amekuwekea ukuta. Bwana amekuwekea ukuta. Hata maadui wakijaribu wewe upite hapo, ukuta unazuilia. Na ndiposa huwa tunaambia Mungu, tulinde kutokana na majaribu. Tulinde kutokana na mapepo. Tulinde kutokana na mawimbi ambao adui anaweza inua ndio tukaweze kuanguka huko. Ukatulinde na yale. Na ndiposa tukaambiwa wakati tulilala, adui akaingia ndani, akapanda mapodo mabaya. Sasa unajaribu hiki, unajaribu kile, hakuna. Unashindwa. Unashindwa kwa nini? Unashindwa sababu ndani yako hakuja umbika neno la Mungu. Hakuja umbika ukuu wa Mungu. Ukiwa na ukuu wa Mungu ndani yako, utamshinda huyo. Na ndiposa nimekuja nikiwa na ujasiri ya kwamba tutamshinda adui, tutamshinda ibilisi kupitia neno la Mungu, kupitia silaha za Mkristo. Tukampinge, tukamkimbie naye atatukimbia. Ni neno linasema. Hauwezi sema ati unakemea pepo ili hali kwako mauongo imejaa katika kinywa chako. Unasema unakemea pepo ili hali ndani yako kuna kawizi. Unasema unapinga adui na makazi yake ili hali wewe ndani yako kuna chuki, kuna ugomvi, kuna ufanaka, kuna kutokuvumilia. Adui anatumia huo mlango wa ugomvi, anatumia huo mlango wa fanaka, anatumia huo mlango wa chuki, anakuaccess. Na ndiposa unakuta unaota madoto mabaya, unakulishwa machakula usiku, unashindwa kuanza safari ambayo ni safari rahisi, lakini unaona ni kama mlima. Wanaomkibiria Bwana Yesu, wao wanakuwa wako na ushindi.
watawashinda wale ambao wanapigana nasi, sababu hii ni vita. Na ndiposa Mungu wetu anaitagwa mkuu wa majeshi. Yeye anajua, sababu ako na majeshi, na hayo majeshi utaelewa namna gani? Kupitia neno. Na ndiposa unaambiwa ukavae silaha ndio ukaweze kupigana na hizi mafalme, hii majeshi ya katika ulimwengu wa roho ya mapepo mabaya. Inasema katika mstari wa 13 ya kwamba kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mukisha kuyatimiza yote kusimama. Yani utapigana. Siusikize haya. Wakati mkimbiaji anaenda kukimbia riadha, wale wanaenda kukimbia kama China, wanaenda kukimbia Japan, ama kule kuokoto wanaenda kushindana, si amechaguliwa hapa katika hii timu, naye akawa yeye ndiye hodari, yeye ndiye mkimbiaji ule mzuri sana. Akishaenda ngambo ile kwenye wanaenda mashindano, kuna kuaga na tuzo imewekwa pale mwenye atashinda. Unasikia mmoja amepokea gold, mwingine amepokea diamond, mwingine amepokea ile ingine, baada ya kufanya kile ameenda kufanya. Sasa sababu anajua akona ujasiri, anajua akona uwezo, anaenda anakimbia, anaibuka akiwa mshindi, alafu anatunzwa. Wewe wacha nikuambie my friend, rafiki wa Mungu ama mtoto wa Mungu, sababu maandiko inasema yeye sisi ni watoto wake, na sisi ni marafiki, tunajuana. Na diposa akinena huwa tunasikia, sababu sisi tunapendana. Wewe umeokoka na umedumisha wokovu, wewe ni rafiki ya Yesu, Yesu ni rafiki yako, mnatembea pamoja, mumeingiana, anazalisha makuu ndani yako. Yale mambo yalikuwa mekufa anayafufua, yanaanza kuzaa matunda ya kudumu. Sasa nilikuwa nakwambia yule mwanariadha wakati anakimbia, sasa baada ya kushinda lile shindano, anaibuka akiwa mshindi, analipwa. Unasikia mtu alikuja na mamilioni sababu ya kile alifanya. Sasa na wewe unaambiwa ya kwamba utamshinda huyu adui, utamshinda kwa kuvaa silaha za Mkristo, na utaweza kusimama. Anapoenda riadha, akirudi na pesa, unasikia alinunua ploti, unasikia alinunua sijui gari, unasikia alienda kusaidia watu fulani walikuwa wanateswa, anafanya mambo makubwa, anashinda wenye hawaku wameenda kukimbia. Sasa sikuwa naongea sana kuhusu wale, nilikuwa naongea kuhusu ufalme. Wakati umepiga adui na kumshinda, utasimama, utakuwa na afya, jamii yako itasimama. Wewe tazama hapa, kuna familia unakuta mke na bwana, ndani yao hakuna amani. Hawawezi wakakaa chini wakajadiliana mswada fulani, wakuja na idea, sababu ndani yao kuna chuki. Huyu amebeba huyu na huyu amebeba yule. Sasa kukaa chini wa discuss ama waweze kuongelea mswada fulani inakuwa ngumu. Huyu anakujaga usiku, anakuja anakula, analala, asubuhi anaamka, asubuhi anaenda. Hiyo ndiyo maisha. Huyu naye kama kuna kitu anafanya akiwa amejificha. Utasikia mwingine hata amenunua ploti, amejenga, hata bibi hajui. Mwingine hata ameweka mpango wa kando na huko, mwingine hajui, anajificha. Sasa mshahara wa hiyo, maandiko inasema mshahara wa dhambi ni mauti, inazalisha mauti baadaye. Alafu tunaambiwa all is vanity. Akaandika, na kuna neno ambalo huwa alisomwi, wengi huwa hawalisomi hilo neno katika kitabu cha Ecclesiastes. Sio wengi utasikia wakisoma, sababu bidii ya mtu yote inaambiwa ni vanity of vanity, itamalizia bure. Bidii yako ya kutafuta, bidii yako ya kufanya kazi hapa duniani itamalizia kuwa bure. Na diposa utuwa tunaambiwa tuwekeze katika hazina ya mbinguni ambapo hakuna wezi. Na utayapata hayo baada ya kupigana hii vita na kuzishinda, ndio ukaweze kusimama na kuombea, ukaweze kusimama katika jina la Yesu Kristo, ukaweze kumshinda huyu adui, ukashinda hawa waganga wanatembeaga usiku kama hujui. Wakati tumelala hapo, wakati tunaota maajabu, wanapitaga wana access katika anga. Sasa mimi nakuuliza, ndio wasiweze kuaccess anga yako wakati umelala,
Si usome neno na uelewe neno la Mungu linasema yapi, ndio ukaweze kumshinda na kumpinga. Inasema tukishampiga na kumshinda tutasimama, sababu tuko na silaha za Mkristo. Tunajua Mungu wetu. Tunajua yule aliye ndani yetu ni mkubwa kuliko aliye nje. Yule aliye nje nakwambia hana nguvu kama uko na Yesu ndani yako. Yesu akashinda. Akasema yote yamekwisha, sababu aliyashinda. Nawe utayashinda sababu utakuwa umefuata ile Yesu Kristo alifuata. Yeye akaambiwa sababu ya njaa, badilisha hii mikate, badilisha hii mawe ikuwe mikate. Sababu shetani anajuanga wakati uko na hitaji fulani. Anajua sababu uko na njaa. Alijua sababu Yesu ako na njaa. Akamwendea akamwambia, si ubadilisha hii mikate, hii mawe ikuwe mikate ukule. Akamwambia imeandikwa, mwanadamu hataishi kwa mikate, bali ataishi kwa neno ambalo linatoka katika kinywa cha Mungu. Anajua imeandikwa. Na wewe unajua imeandikwa, ndio utaweza kumshinda. Wewe mwenye unafahamu imeandikwa yapi katika maneno la Mungu, unajua inasema yapi kuhusu maisha yako, hapo ndipo utakuwa na uwezo wa kumshinda ibilisi. Utakuwa na nguvu. Ukuwe mtu ambaye ni mwombaji. Uko na utakatifu ndani yako, haujichanganyi. Haupendi mambo ya dunia, haupendi dunia, sababu maandiko inasema wale ambao wanakuwa wa urafiki na dunia, wanafanya urafiki na dunia, hao ni maadui wa Mungu, wanafanyika maadui. Na ndiposa mimi huwa napenda sana wakati nasikia sina amani, nauliza Mungu, ni wapi naweza kuwa nimekosea, sababu nasikia sina amani. Jambo la kwanza ninaniambiaga utubu, sababu kunaweza kuwa labda nilifikiri, nilitazama, nilikanyanga, niliguza kitu ambapo ni kinyume na mapenzi ya Mungu, kikasababisha roho yangu ikaanza kuwa na wasiwasi. Baada ya kutubu tu, hata simalizagi sekunde 5, amani haijarudi. Na kuambia nini? Unapoelewa neno la Mungu vile inasema, utakuwa na amani, utampiga adui, utamshinda na makazi yake. Ashindwe huyo adui, akashindwe katika maishani mwako, akashindwe katika biashara yako, akashindwe katika jamii yako, katika jina la Yesu Kristo. Unaposimama imara, utampinga. Kama wewe ni mhuduma katika kanisa lako, unapompinga adui, uondoke katika dhambi hizo kidogo kidogo unafanyanga, utakuwa unaenda kuongoza ibada. Utukufu wa Bwana unashuka. Sio sababu ya wale, ni sababu ndani yako kuna ukuu wa Mungu. Unamheshimu Mungu, unamtukuza. Ndani yako kuna kweli, unamwabudu kwa kweli na roho. Wewe ambaye ni mchungaji, unaposimama imara, unapojua neno la Mungu linasema yapi, unapoacha kuegemea kwa watu, kugojea watu wakusaidie. Hapana, unapotegemea Mungu na unamjua yeye ni Mungu, haijalishi pale umefika, lakini kule unaenda ni bali. Usikufe moyo. Usife moyo sababu ati uko na washirika 20. Usife moyo sababu washirika ni 5. Usife moyo sababu washirika ni 100. Hapana. Binguni hatuendi tukiwa, sio wote wataenda binguni. Hapana, usidanganywe. Ni wale wenye wako na nidhamu. Mwaka uliopita nikakwambia katika mbio kuna kuwa na nidhamu. Na wale ambao hawana nidhamu huwa natupwa nje. Usipokuwa na nidhamu, wewe unayeongoza ibada kanisani kwenu, usipokuwa na nidhamu, utaenda kufanya kukukakara, utaenda kufanya sarakasi hapo, na uwepo wa Bwana unakosa kushuka. Wale wenye wako na roho wanasema kumekauka. Hadi unasikia mchungaji anasema ngoja kwanza, sababu anasikia kumekauka, hakuna uwepo wa Bwana mahali pale. Lakini wakati unakaa ukiwa na nidhamu na unaenda katika ibada, unapoongoza sifa, unapoongoza maombi, unapoenda kuhubiri pale, uwepo wa Bwana unashuka. Unashuka katika hiyo madhabahu. Uwepo wa Bwana unajaa mahali pale. Na ndiposa wakati kama ni uponyaji huo unashuka, sababu kuna utakatifu. Watu wako na utakatifu ndani yao. Kumekuwa waombaji wanaomba Mungu awarehemu, awahurumie, aondoe mambo yote yanayoweza kuzuilia ukuu wa Bwana ushuke. Sababu tukikosa ukuu wa Bwana, my friend, tutateswa huku nje. Adui anatafuta watu wa kuteswa. Kuna watu wamefungwa, wanasema Jumapili nitaenda kanisani, lakini sababu wako katika kifungo, ikifika tu Jumamosi, jambo linatokea pale, huyo mtu hata anaweza shikwa na ugonjwa.
Lakini baada ya Jumapili kuisha, ule ugonjwa unaisha. Sasa nakwambia hivi, ya kwamba ndio wale wenye wamefungwa huko wakafunguliwe. Sio wakati tu unaenda kuomba tu unaombea tumbo lako. Hapana, ombea hata wengine wakaweza kukombolewa, wakaachiliwe, ndio waweze kuhudhuria ibada, wahudhurie kanisa. Sababu wengi wamekosa kuhudhuria kanisa, wanasema ya kwamba kanisani huko ni mambo mabaya na kuanga. Sababu walifundishwa, waliona watu walienda kanisani wakateswa. Mimi nakuombea Roho wa Bwana akusaidie kwenda kanisa mahali kunafaa. Ndio usisemage kanisa zote ni baya. Usisemage wachungaji wote ni wabaya. Usisemage ati sababu uliolewa ukatoka kwa doa, sasa unasemaga ya kwamba doa ni mbaya. Doa ni zuri, doa ni takatifu, doa ni Mungu alianzisha akaubia Adamu Hawa msaidizi. Sikiza, unapokaribisha uwepo wa Bwana na ufuate vile neno linavyosema, uwe muombaji, uwe msomaji wa neno. Neno linasema sio kusoma tu neno, sio kusikia tu, but tuwe watendaji wa hilo neno. Not only hearers of the word, but also doers of the word. Ndio imani yetu ikajengeke. Itajengeka namna gani? By hearing, and hearing by the word of God. Neno la Bwana likijengeka ndani yako kwa kulisikiliza, kwa kulisoma na kulifahamu, utajengeka, utakuwa na nguvu. Nguvu ambayo itashinda adui, nguvu ambayo itasababisha makuu ya Bwana yazalike kwako. Haleluya. Unapofanya yale, basi mimi najua mimi na wewe tutaibuka tukiwa washindi. Na baada ya muda watu watakuwa nasema, aya, fulani kumbe alikuwa najua alipofuata hiyo njia. Wale ambao wanafuataka njia mbaya wanajikutaka kwa shimo, wanalia, wanaumia, hata wengine wanakufa. Lakini wale wenye wanafuataka njia inafaa, mwisho huwa anasema kwa hakika tumeona Mungu. Mimi nakuombea katika maisha yako uone Mungu. Mungu, nguvu za Bwana zikushukie. Wewe mwenye roho haujapokea vipawa za roho, vipawa za roho zikakushukie sasa katika jina la Yesu Kristo, ndio ukaweze kufurahia. Petero wakamuuliza, sasa tumeacha hii yote, tutalipwa yapi? Yesu akamwambia, hapa duniani mara 100. Kumbuka zile ahadi tumeahindiwa pale, tutazipokea. Tunapoacha shughuli zetu, tunapojikana hata sisi wenyewe sababu ya Kristo, tunapofanya hayo, basi makubwa yatazalika na tutakuwa tunatembelea katika uwepo wa Bwana. Basi Mungu wa mbinguni akubariki sana unapofanya Mungu tegemeo lako na kuwa msomaji wa neno na kulifahamu. Alafu na kuombea Roho wa Bwana akusaidie kama vile Enoboman, yule tajiri ambaye alikuwa anatoka Egypt. No, alikuwa anatoka Ethiopia. Ethiopia alikuwa anaitwa the nobleman. Alipokutana na Filipo akamuelezea, sababu alimwambia nitaelewaje, sababu alikuwa anasoma maandiko. Akamwambia nitaelewaje kama hutanisaidia? Basi Filipo kupitia Roho wa Mungu akamsaidia kuelewa neno, akalifahamu. Nawe utalifahamu kupitia Roho wa Mungu kukusaidia. Watu wengine wanasomaga Biblia kama novel na hawaelewi, lakini wale wako na Roho wanasoma na wanalielewa. Basi unapoelewa ya kwamba maandiko inasema ya kwamba tunapovaa silaha za Mkristo tutampinga adui, tutamshinda na tutasimama, na kuombea ukaweze kusimama katika jina la Yesu Kristo, na ukuwe mshindi katika hata kule unakoishi, ukaweze kuhubiria wengine, ukawaambia habari njema kuhusu Yesu Kristo, sababu nimekuambia tuko nyakati za mwisho. Na unaposoma vile nilikwambia katika Mathayo 24 hapa ukiteremka, inaongea nyakati za mwisho. Tutajuaje? Ishara gani tutaelewa tuko katika nyakati za mwisho? Saa hii tuko wakati wa kupeleka injili kote duniani. Hapo ndipo tuko, ndiposa kila mahali ukienda unasikia habari njema inahubiriwa. Hapo ndipo tuko. Baada ya hao tunaenda nyakati nyingine, na hapo ndipo tutakuwa tunaelekea tamati ya hii safari. Sasa ndio usikutwe kama hujajiandaa. Elewa vile neno la Mungu linasema, ukasimame imara, ukakue mshindi na ukapinge adui na hila zake zote, sababu yeye anakuwa mjanja sana. Anaweza pangia mtu miaka kama 10-20 ndio akaweze kumpiga pale. Lakini mimi nakuombea, mpango wote adui anaweza panga kwako,
machoni mwako ukadhani iko sawa, Roho wa Mungu akakusaidie kuelewa hii ni jama ya adui imepangwa ndio ikaweze kunimaliza mimi na jamii yangu, ukaweze kumshinda pamoja na hila zake, na ukasimame katika jina la Yesu Kristo. Wewe uliyekuwa unatutazama na utakaye tutazama baadaye, Mungu wa mbinguni akubariki sana, akuinue, akusaidie ukapate nguvu za kupigana na adui, ukapate nguvu za kushinda ibilisi katika jina la Yesu Kristo. Hebu nikuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ni asante kwa kuwa umesaidia kuelewa mapenzi yako. Mimi kama kuhani wako Bwana, nimenena mapenzi yako, ya kwamba katika neno lako Bwana kuna nguvu. Neno lako ndilo nguvu yetu. Neno lako ndiye chakula cha mtu wa ndani, ya kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate, bali ataishi kwa neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Na hilo neno Bwana ukasema liko na nguvu, litatusaidia katika jina la Yesu Kristo. Baba wa mbinguni, naombea huyu anayenitazama, ya kwamba utamsaidia kusoma neno lako, kulifahamu katika jina la Yesu Kristo. Ukuu wa Bwana ukashuke kwake, anaposoma akalielewe na kufahamu tuko nyakati gani, ndio Baba akaweze kusimama kupinga ibilisi, kupinga wachawi, kupinga waganga, kupinga maifadha maroho machafu katika jina la Yesu Kristo. Baba, ukajitukuze kwa hao wote, ukatenda makuu zaidi yote. Mfalme, na kusii hao wote wako na mahitaji, haya mahitaji na kusii Bwana, kutana na mahitaji yao, kutana na mahitaji yao Bwana, kuwa msaada wao. Unaitwa Jehova Jaire, our provider. Jehova, ukawapee mahitaji yale maifadha wanakuomba Baba, ukayatimize, wakaishi kushuhudia kwamba wamekuona katika jina la Yesu Kristo. Mapepo yote yamewafunga Baba, na yakemea katika jina la Yesu Kristo. Nguvu zako zikashuke sasa na kuachilia katika jina la Yesu Kristo. Naomba kibali chako wewe Bwana Baba kikakue juu yao katika jina la Yesu Kristo. Mfalme wa falme, tunasema ni asante, tunakuabudu maana wewe ni Bwana, na ndi katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Na basi kila mmoja aseme amen. Wewe unayetutazama, Mungu wa mbinguni akubariki sana, unapotimiza vile maandiko imesema, kuvaa silaha za Mkristo, ndio ukaweze kupinga adui na umshinde, na ukaweze kusimama. Maana kama Yesu Kristo alishinda, hata wewe utashinda, utaibuka ukiwa mshindi, na siku ya mwisho hautaibika, bali utatuzwa zawadi ambayo ulifanyia kazi ukiwa hapa duniani katika jina la Yesu Kristo. Mimi ni wako ambaye alikuwa nakupea habari njema, mwinjilisti Evangelist Joseph BW, na injili itaendelea. Shalom, shalom, shalom.